the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Sawa? He is the third person of the Godhead. Sawa? Tulisema kwamba he is God and he mostly manifests in when we see God's power at work. We know it is him working. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tukasema kwamba he is not a thing. He is not an it. He is a person. So when we are addressing him or when we are referring to him, we need to refer to him knowing that or keeping that in mind. Bwana Yesu asifiwe. And we talked about how he is last week, na pia tukaona some characteristics that tutaendelea kuchambua. Bwana Yesu asifiwe. And I trust by the end of this lesson or the end of this series, tutakuwa tumeelewa who the Holy Spirit is and how he functions. So my question is, I'm going to pose this question. When does a Christian receive the Holy Spirit? Ni wakati gani Mkristo anapokea Roho Mtakatifu? Yes, Pastor Masika. Ongea kwa nguvu. Aha, so Pastor Masika amesema upon water baptism. Anybody else? Pastor Shadi? Asante. Jambo la kwanza, Adam na Hawa wakiwa pale bustani mwa Edeni, walikuwa na Roho Mtakatifu ama hawakuwa na Roho Mtakatifu? Haya, tuende kwa Genesis basi tuangalie. Ni 2:7. Nasema, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu akampulizia pumzi ya uhai na mtu akafanyika kuwa nafsi iliyo hai. So this is the point in the garden where we see God breathing. He was not just breathing, he was breathing his spirit. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa tu anavutia pumzi, alikuwa anavutia roho wake aweze kukaa ndani ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu baada ya hapa tunaona hata Mungu anamwambia Adamu, name these animals. Wapatie majina. Ni nani aliumba wanyama? So nani alikuwa anajua majina ya wanyama? Ni Mungu, si ndio? Lakini kwa sababu Adamu alikuwa na roho wa Mungu, angeweza kujua katika mawazo ya Mungu na aweze kujua kwamba huyu Mungu akimuumba huyu mnyama alikuwa anakusudia ama jina lake ni hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alikuwa na roho wa Mungu, angeweza kufunction kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So in the beginning tunaona mwanadamu na Mungu walikuwa na ushirika. Na hakukuwa na kanisa, si ndio? Lakini kulikuwa na ushirika. Biblia inasema, and the voice of the Lord would come down in the cool of the day on the garden, and he would talk with man. Bwana Yesu asifiwe. So there was fellowship. Si ndio? Because man's spirit had been filled with God's spirit. Kwa sababu kumbuka kwamba mwanadamu ako na roho. Si ndio? Kila mwanadamu ambaye amezaliwa na ako hai ako na roho. Sawa? Kwa sababu Biblia inasema kwamba roho zote zinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Biblia inasema he is the father of all spirits. So roho zote zilizo hai zimetoka kwa nani? Kwa Mungu. Hata zile roho ambazo si za kiungu bado zimetoka kwa Mungu, because yeye ndio the creator, si ndio?
everything that is originated from him. Si ndio? Tunakubaliana mpaka hapo? Sasa at that point we see man having the Holy Spirit. Si ndio? Was he speaking in tongues? Do we see man speaking in tongues in the garden, in the Bible? So the evidence of the Holy Spirit being in you is not. Bwana Yesu asifiwe. I hope you know the disciples or the apostles did not receive the Holy Spirit in Acts 2. Rather, they received the Holy Spirit in John 20:22. Acha tuseme kimombo. Nasema, and when he said this, he breathed on them. Do we see God breathing on man in the Garden of Eden? Si tunaona Mungu akimpulizia pumzi mwanadamu katika bustani. Tunaona Yesu pia anawapulizia pumzi, anawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. So this is the moment that the apostles received salvation. Or did the apostles receive salvation before Jesus went to the cross? Waliokoka kabla ama baada Yesu kwenda kwa msalaba? Hatuwezi sema waliokoka kabla, sababu Yesu alikuwa hajakufa. Si ndio? Dhambi ilikuwa haijakuwa, alikuwa bado hajadili na dhambi. Si ndio? Lakini baadaye kutoka kwa msalaba, ama baadaye kwenda kwa msalaba na kukufa na kufufuka, tunaona sasa salvation inakuwa possible. Si salvation inakuwa possible through the death and the resurrection of Jesus Christ. Si ndio? So meaning that when Jesus Christ resurrected, when now he was telling his disciples, receive the Holy Spirit. That was the salvation experience. Bwana Yesu asifiwe. Because they walked with him, and he even gave them power to go and do miracles, but they have not yet received salvation because sin had not been dealt with. Dhambi haikukuwa imeshindwa. Yesu hakukuwa ameenda kwa msalaba bado. Baada ya kufufuka ndio tunaona sana kuja anawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Sawa. That is in John 20:22. But in Acts 1 anawaambia ngojeni. Ukisoma tena kwa Luke anawaambia tarry for you will receive power when the Spirit will come upon you. Bwana Yesu asifiwe. Na Acts 1 anawaambia, acha nisome. Acts 1:4 anasema nini? And being assembled together with them, he commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said, you have heard of me. For truly John baptized with water, but you shall baptize with the Holy Ghost not many days from now. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ni nini walikuwa wanangojea? Ubatizo. Wa nini? Wa Roho. Aliwaambia Yohana alibatiza na maji, lakini nyinyi mtapokea ubatizo wa, sababu tayari walikuwa shampokea Roho, lakini walikuwa hajapokea. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama mnielewi, sababu naona walikuwa washapokea Roho, lakini walikuwa hajapokea ubatizo wa. Ndio maana Yesu anawaambia nini? Subirini Yerusalemu mpaka wakati ile ahadi ambaye Baba aliwapatia itaweza kutimia, kwa sababu Yohana alibatiza kwa maji, lakini nyinyi mtabatizwa kwa Roho. So walikuwa nasubiri nini? Kulingana na maandiko, si kulingana na opinion zetu. Yesu mwenyewe anawaambia wait for the baptism of the Spirit.
Bwana Yesu asifiwe. Which brings me to my point. Mtu anapompokea Yesu, at the moment of salvation, ana receive the Holy Spirit immediately. But the baptism of the Holy Spirit inakujanga baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wote anapompokea Yesu, anapokiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi kulingana na Romans 10:9, si ndio? Anaweza kupokea sasa Roho wa Bwana. Kwa nini? Mwanadamu nilisema amegawanyika mara 3. Spirit, soul, body, si ndio? Sawa. So kabla mwanadamu hajaokoka, any spirit inaweza kaa hapa ndani ya spirit ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini the moment ambayo unapokea Yesu Kristo through salvation, spirit yote ambayo ilikuwa hapa inatoka na Roho Mtakatifu anaingia. Sawa. Hiyo ina happen at the point of salvation, that inside your spirit man, the Holy Spirit anaingia. Sasa mwili yako inakuwa hekalu. Bwana Yesu asifiwe. So that is what we call the indwelling. He has dwelt in you. Your body has become his temple. Sawa. But we have something else called the baptism. Bwana Yesu asifiwe. Hii chupa imejaa maji. Si ndio? Si ndio? So that's a fact. But hii chupa ina overflow maji. Hii chupa imejaa maji lakini haifuriki. So hii kujaa ndio tunasema ni we receiving the Spirit at the point of salvation. But baptism ni wakati hii chupa imejaa maji nje na ndani. Lakini sasa hivi maji imejaa wapi? Nikirusha ndani ya ndoo yenye iko na maji, nimeibatiza sijaibatiza? Nikichukua hii chupa ya maji hivi, nirushe kwa ndoo yenye iko na maji, itakuwa nimeibatiza sijaibatiza? Kwa nini? Imeshika maji nje na pia iko na maji ndani. So hiyo ndio tunaita ubatizo wa Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio tunaita ubatizo wa Roho Mtakatifu. Praise God. Yesu mwenyewe aliwaambia wangoja nini? Baptism. Kwa sababu in John 20:22 alikuwa amewapulizia na akawaambia nini? Pokeeni. So hatuwezi sema kwamba mitume hawakuwa na Roho Mtakatifu, lakini hawakuwa na ubatizo. So whatever happened in Acts 2 inaitwa baptism, kwa sababu ule Roho amejaa tu, si ndani, amejaa mpaka nje. Bwana Yesu asifiwe. So mtu anaweza kuwa ameokoka, akona the Spirit in him, lakini hajapokea the baptism. Bwana Yesu asifiwe. And you can be in salvation na uko sawa, you have received the Holy Spirit, because his first work ilisema ni gani? Ni kwanza ndani ya, kama uko na chuki. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na bitterness, Roho Mtakatifu kwanza kazi yake ya kwanza inakuanga wapi? Ndani yako. Anakwanza kudeal na vitu ambavyo vimefunga moyo wako, la sababu change hai happening kutoka nje, change ina happening kutoka ndani.
So akiingia kwanza, anaanza kudeal na wewe. Anaanza kudeal na anything wrong ambayo iko ndani ya moyo wako. Inaweza kuwa unforgiveness iko kule, lakini wakati unampokea Yesu na unampokea pia Roho wa Bwana, unapata because ako ndani, there are some things he can begin to. Bwana Yesu asifiwe. The first work that the Holy Spirit does, he does it inside you. Lakini inafika mahali he can manifest through you, even outside. Ndio maana tunasema kwanza kuna fruit of the Spirit. Fruit of the Spirit iko angi nje na kuanga ndani. Love iko wapi? Si ndio? Long suffering. Unaweza kupasavia, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. So all those fruit of the Spirit, because it is fruit. It is not fruits. Ni fruit, lakini inapozaliwa ndani yako, ama hiyo fruit inapozaliwa ndani yako, watu wengine wanaweza kupokea zile fruits. Lakini ni tunda. Lakini ikipata mchanga mzuri ndani yako, watu wengine wanaweza kupokea sasa matunda. Umeelewa? Ni tu si matunda. Lakini ukiwa na tunda na hilo tunda liweze kuzaa, watu wengine watakula nini? Matunda. Lakini haibadiliki kwamba ni tunda ndio imezaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. So kazi ya kwanza Roho hufanya ni wapi? Ndani yako. Fruit of the Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Hii baptism inaletanga gifts. Bwana Yesu asifiwe. Baptism inakupatia nini? Gifts. Gifts hazikuangi zako, si ndio? Gifts zinakuanga ni za watu wengi. Kipawa yote ambaye nimepokea si yangu, si ndio? Ndio ni yangu, lakini inabariki nani? Inasaidia nani? Bwana Yesu asifiwe. So nilikuwa nasema at salvation the Spirit can now dwell in you. But ukikomia tu pale, haujapokea another experience called the baptism. The baptism ndio inaletanga outpouring, gifts sasa zinakuja. Kwamba unaweza sasa kutumika to minister to others. But the first thing the Holy Spirit wants kwanza ni yeye apate nafasi ndani yako, tunda lake liweze kuumbika ndani yako. Ndio watu wengine waweze kukula hiyo matunda. Kama ni upendo, uweze kumanifest love. Bwana Yesu asifiwe. So in Acts 2 walikuwa nasubiria nini? Kubatizwa. So sisi wote, ama mtu wote ambaye amempokea Yesu Kristo ako na Roho Mtakatifu. Lakini si kila mtu amepokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Sasa hii ubatizo ndio inakujanga at different times. Inaweza kuwa kuna wakati umeingizwa kwa maji. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ile Roho Mtakatifu kuingia ako ndani yako, lakini hakuna manifestation. Ni yeye tu anafanya kazi ndani yako. Baptism kuna manifestation ambayo ikifanyika tunajua huyu amekuwa baptized. So nimetackle two things kwanza. Nimetackle the indwelling na nikatackle baptism. Tumeelewa kufikia hapo? Aha, Pastor Masika ameelewa. Hii baptism hauwezi sema umekuwa baptized kama hatuoni a certain kind of manifestation. Bwana Yesu asifiwe. That anytime baptism inatajwa, kuna manifestation ambayo inafuata ambaye ni speaking in tongues. Ndio tunajua kwamba mtu amekuwa, si ati ndiye amepokea Roho, lakini ndiye amekuwa baptized na Roho Mtakatifu, kwamba sasa there is an
overflow. John 7:37. And out of your bellies shall flow streams. Vijito, si kijito, vijito. Vita flow. Unaona, sasa kuna ile overflow. Ndiye alikuwa anawaambia kama ni power mnataka, ngojeni ile baptism. Lakini Roho Mtakatifu tukua ndani yako anaingia wakati wa salvation. Inamaanisha kama kulikuwa na another spirit ambaye ni wicked spirit hapa ndani yako, inaondoka immediately, the Holy Spirit anapata nafasi kuingia. Lakini kuna vitu zingine anataka kukupatia za kukusaidia kwa maisha yako na huduma, na hizo lazima zikuja wakati wa baptism. So baptism inakuja kukuempower that unaweza enda kuwitness. So tunataka kuangalia hii baptism. Nilikuwa tunataka kuexplain ndio ujue difference ya indwelling na baptism. Indwelling ni when umepokea Yesu Kristo, the Holy Spirit anaingia. Sasa mwili wako umekuwa hekalu lake. Now he can dwell. Unaona? But baptism inaweza kuja at different moments. Baptism inaweza kuja at different moments. Saa zingine inaweza kuja automatic, wakati unampokea pia tunakuombea unapokea pia hiyo baptism. Na ndio tuseme mtu amekuwa baptized, lazima tuone evidence. Na evidence ni gani hiyo? Speaking in tongues is the only evidence nitajua mtu amebatizwa. So nikikusikia ukinena kwa lugha najua huyu si ati yako tu na Roho Mtakatifu, ako mpaka na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unaona? Na through that baptism ulikuwa able sasa ku access gifts zake. Zinaweza kufanya kazi kwa maisha yako, na hizo gifts nilisema ni sababu ya ministry na service. Zinakuja kukuempower kuserve. Na zinakuja kukuempower ku minister. Bwana Yesu asifiwe. So hapo tuko sawa. The Holy Spirit is received at salvation. The baptism of the Holy Spirit is received. It can be at different times. Kama wakati walienda kwa Cornelius, when they were hearing the word, the Holy Spirit descended upon them and they began to speak in tongues. Si ndio? So hiyo ndio maana saa zingine unaweza sema sasa tunataka wale watu ambao hawajapokea Roho wakuje tuwaombee. Si ati hawajapokea Roho, hawajapokea ubatizo wa Roho, kwa sababu Roho ulimpokea wakati uliokoka. The moment ulisema Yesu, nimekukaribisha kwa maisha yangu, any other spirit ambayo ilikuwa inakaa ndani yako, hiyo spirit imekuwa expelled, kwa sababu Yesu ameingia. Roho wake anaingia ndani yako automatically. Lakini ile ubatizo inakuja baadaye, ama inaweza kuja immediately ama baadaye, depending on mwenye pia amekulead kwa salvation, amekulead aje. Unajua anaweza kuombea ombi la toba alafu akwambie sasa kaa utangojea wakati tutakuwa tunabatizana. So unapata watu wengine wakati wanabatizwa wanatoka kwa maji wakispeak in tongues. Si ndio? Hapo ndio ubatizo na pia tunaweza sema tuko na special service ya baptism of the Holy Spirit. Mtu yote ambaye hajapokea baptism of the Holy Spirit, hiyo ndio siku atapokea. Ama mtu mwenyewe unaweza enda ujiombee na upokee. Who is to limit you kusema lazima pastor akuombee ndio upokee? Si unakumbuka wakati niliongea kuhusu watu wa Samaria, nikasema walikuwa wameokoka. Nani alienda kuwahubiria? Filipo. Lakini mbona walituma Yohana na Petro wakuja waombee wapokee nini? Wapokee ubatizo. Na ndio wakati walikuja wakaanza kuwaombea, ndio wakaona watu wanaanza kuspeak in tongues. Simon akasema hata mimi nataka, kwa sababu aliona kwamba walikuwa wanaombea mtu anaanza kunena kwa lugha. So kulikuwa na physical manifestation. Bwana Yesu asifiwe. So hii baptism
tunaipokea haje? Hiyo ndio topic yetu ya leo. Uliza. Hiyo ni evidence, the only evidence ambaye Biblia imetupati. Hatungejua mitume wamebatizwa kwa Roho Mtakatifu kama wangenena kwa lugha. Tungejua? Watu wale walikuwa kule wangejua aje kuna kitu imetendeka kwa watu kama watu wakuwa naongea? Roho Mtakatifu angekuja tu wabatize na wakuwe na hakuna any manifestation. Hata wale watu 3,000 ambao walikuja kwa nini? Kwa sababu walisikia. Walisikia nini? Watu wakinena. So hiyo ndio evidence ambayo Biblia imetupatia. Si? Nimesema the Holy Spirit can come upon you. Kuna wakati unaweza tumika kama chombo. So which one is important? Both of them. First the Holy Spirit aingie, alafu baptism. Sababu hawezi pokea baptism kama Roho Mtakatifu hayuko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa unaombea watu na wanapona na unahubiri, lakini bado hauna ile kumaanisha kuna at a level hawezi minister fully. Hata kama unaweza minister, hawezi minister fully. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama uko unaendesha gari na unaendesha na 40, speed ya 40. Haujui kwamba gari inaenda hadi 180. Sawa? Kwa sababu wewe tangu upokee gari unajiwanga tu 10, 20, 30, ukifika 40 hapo ndio mwisho. Lakini wakati unapokea baptism unajua kumbe hata naweza ikanyaga mpaka 60, 110. Unaona? So ubatizo inakuja kukusaidia kukupeleka. Kama ulikuwa unahubiri sasa chochote ulikuwa unafanya sasa inakuwa. Umeelewa? Nimekujibu. Yesu asifiwe. Before I explain baptism, how many of us have received this baptism with evidence of speaking in tongues? One. Only. Okay. Sio nimeuliza how many have received this baptism with evidence of speaking in tongues? So 1, 2. Okay. Sawa. Bado. How many wanatamani? Kwa nyinyi wawili sasa, unajua hawa tayari unatamani. Ni sawa, unajua at the end of the day it is willingly, ni voluntarily, si ndio? So tutaangalia Baba Njeri the way unaweza receive this baptism na the way unaweza anza walk in it even from today. Sawa? So I want to take us to the Old Testament to pitie 1 or 2 things, alafu niwarudishe kwa the New Testament nao tuangalie. So we want to look at the prophecies kwanza ambazo zilikuwa zimenenwa in the Old Testament about speaking in tongues. Kwa sababu kila ufalme iko na lugha yake. Kweli? Kienda katika ufalme wa British
kuna official language yao. Ukienda Uganda, ukienda Tanzania, kila kingdom inakuanga na language yake. So ukisema umekuwa born again, inamaanisha wakati umekuja kwa ufalme, unafaa pia kupokea lugha ya hii ufalme. Ndio uweze kuongea na kushiriki ndani ya ufalme kabisa. Unaona? The same way kila kabila inakuanga na mother tongue yake, pia kila ufalme inakuanga na lugha yake. So unapozaliwa tena lazima pia uchague kupokea ile lugha. Ndio uweze sasa kujua okay, mambo ya ufalme kumbe inaenda hii. Unaona? Sababu kama unaweza sema mimi ni Mkikuyu wa jina. So kuna vitu zingine watu wakiongea nasikianga tu zinapita. Unaona? Lakini salamu at least najua. Lakini kama kuna vitu ambavyo wanaongea za tradition na nini siwezi jua. Ni the same way na mtu ambaye ako kwa ufalme huu lakini hajapokea usemi wa ufalme huu, inamaanisha kuna vitu zingine atakuwa zinampita. Lakini wakati anajua anasema oh kumbe naona, because hata Roho Mtakatifu sasa anang'ana nawe more freely. Bwana Yesu asifiwe. So nimetumia example sababu in this kingdom we also have a language. So I don't want to take too much time. Isaiah 28:11 and 12. Aha, nisomee kwa Kimombo. Aha. Asante. Wacha tuende pole pole. So alikuwa anasema kuna siku Mungu atanena na watu wake with stammering lips. Sawa? Stammering lips ni gani? Wakati unasikia mtu akinena kwa lugha, unasikia ni kama anasta rakatatatata jetete. Unaona ni kama anastama. Sawa? Lakini Isaiah alikuwa anatabiri kwamba kuna siku Mungu atasema na watu wake kwa mdomo nyingine ama kwa lugha nyingine, na anasema kwa stammering lips. Kwanza anaanza na stammering lips alafu anasema another tongue, ama asemi kwamba ulimi mwingine, anasema lugha, sababu najua bila ulimi siwezi toa ile usemi ambaye anataka kunena. Sawa? Kwa nini? Endelea kusoma. For with their stammering lips, another tongue speak to his people. Aha, endelea. To whom he said, this is the rest with which you may cause the word rest. And this is the creation, yet they will not. Asante. So anasema baada hii itakuja kuwapatia kupumzika na kuburudishwa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua sometimes unaweza kuwa umechoka sana, hata unashindwa kuomba, lakini wakati naanza ku speak in tongues, nasikia tu nimeanza kuwa nasikia tu nimepumzika. Yani hata kama wacha nikupatie example. Uko na stress, hujalipa school fees. Ama hata school fees, rent. Unajua rent at least kila mtu ana relate. Uko na stress, hujalipa rent. Unasikia tu hiyo kitu, lakini unapoingia kwa maombi alafu unaanza kuenda kwa ndimi, unasikia tu hiyo mzigo imeondo. Unasikia tu ndani yako uko light. Whether landlord atakuja asikuje, wewe unasikia tu umepumzishwa. Wakati Yesu anasema cast your burdens, unasikia hiyo mzigo nikaa imekuwa. Unajua sijui Mungu atakuja aje, lakini ndani yangu nasikia nimepumzika. Hiyo kitu hainisumbui tena. Sawa? Na wakati nafanya hivyo pia ndani yangu nasikia ninaburudi. Yani burudisha nikiruka nikiimba Hosana, amen. Yeye ndani yangu nasikia tu vizuri. Nasikia tu ni kama naweza anza kuruka. Ndani yangu nasikia labda nilikuwa nimechoka nikaanza ku speak in tongues.
naanza tu kusikia ndani yangu naburudika. Naona nasikia nimekuwa refreshed, nasikia nimekuwa revived, nasikia nguvu mpya imekuja. So alikuwa anasema kuna siku Mungu atanena na watu wake stammering lips. Explain another tongue, another language. Sawa, to give them rest, kuwapumzisha. Ilikuwa nasikia one of the generals alikuwa anaulizwa, alikuwa anahojiwa, anasema yeye hajaienda vacation for almost 10-20 years, hajaenda vacation. Akaulizwa, na basi how do you find your rest kama hujaienda vacation? Akasema anytime I pray in tongues na kwanga nikaa nimeingia vacation, nasikianga tu nimepata rest na nimekuwa refreshed. Unaona? So kama hata hujaenda vacation usijali. Wakati unaomba kwa lugha unasikia tu mwili yako ilikuwa imechoka, ni unasema acha niende coast wiki 2 nikapumzike. Lakini sasa sie tu ukuwe na pesa ya kwenda coast wiki 2 ama hauna, kiingia kwa ndimi unasikia tu sasa unasikia umekuwa refreshed, umekuwa revived. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema lakini hawa watu hawatanisikia. Kwa anasema yani Mungu atawanenea kwa hiyo, lakini hawa hawatasikia, but they will not hear. Sawa. Twende Joel 2:28-29. Nikiruka nikimba Hosana amen. Joel 2:28-29. Niko kwa notes number 1B. And shall come to pass afterward that I will pour out my spirit Nitamwaga roho wangu on flesh. katika wote ambao wako na mwili. Your sons and your daughters Aha, watatoa unabii. your old men shall be dreams. Hata wazee wataota ndoto, Your young men shall see vision. na hata wale wachanga wataona maono. Bwana Yesu asifiwe. Na hii confirmation ya hii tunaiona ikifanyika Acts 2 when the Spirit is poured on all of the 120 ambayo walikuwa pale kwa upper room. Haikujalisha kwamba walikuwa wanaume ama wanawake. The Spirit descended on all flesh. Sawa, Matthew 3:11. I David baptized you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. Will baptize you with the Holy Spirit and fire. Asante. So ndio pia Yohana alikuwa anashuhudia kuhusu Yesu, si ndio? Sema yule ambaye atakuja. So hapa anaongelea two different things. The Holy Spirit and fire, si ndio? So wanaongea both salvation and baptism. Kwamba utaweza kupokea, sababu nisema huwezi pokea baptism kama baptism ni only the people that are saved. Ingekuwa si hivyo hata Muislamu angekuwa anaweza kupokea hiyo baptism. But baptism ni ya wale peke yake ambao wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alinena kuhusu hii mambo ya kunena kwa lugha. Ndio alinena Mark 16:17. Nasema nini? Marko 16:17. And those signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. Hizi ishara zitawafuata wale wataamini, They will speak with the new tongue. so watakemea mapepo na watanena. Nani alisema? Yesu. So tumeanza kuona manabii walikuwa wametabiri kwamba watu watanena kwa lugha nyingine. Yesu pia anakuja confirm. Sawa? So hii mambo ya kunena kwa lugha hata Yesu mwenyewe alikuwa
amenena. Ndio kuna watu wanasema tu hii mambo ya kunena kwa lugha Yesu alinena. Yesu alisema watatoa tu mapepo, watanena kwa lugha zingine. So alikuwa anajua kile itafanyika wakati act 2 itafika. Alikuwa anajua wakati itafanyika wakati watapokea sasa the baptism. Bwana Yesu asifiwe. John 7:37-39. Out of your belly shall flow streams of living waters. Bwana Yesu asifiwe. That statement is very profound. Kwa nini? Ukisoma inasema on the last day of the feast, he said, he who is thirsty, let him drink. From out of your bellies shall flow streams of living waters. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, that statement is very profound. Kwa nini? Streams of living waters. Unaonanga maji ya mito ina flowing aje? Upstream going downstream ama downstream coming upstream? So the waters of the spirit, the waters of the natural rivers zinatokanga juu zikienda chini. So upstream going downstream. But Yesu anasema kwamba out of your bellies shall. So the rivers of the spirit do not flow like this. They flow like this. Bwana Yesu asifiwe. Because inatoka ndani ya sibeli ni tumbo. Ikienda wapi? Ikipanda juu. Na si mto, ni mito. Meaning different things, different graces. Zitakuwa zina flow from him because he is inside, Holy Spirit, to you. Kunakuwa na hiyo flow. That there are some certain things that can flow from him to you. Graces can be released. Bwana Yesu asifiwe. So spiritual rivers do not flow the same way physical rivers flow. Because physical rivers zina flow upstream going downstream. Na physical river itakudrown. Si ndio? At the end of the day ukiingia kwa mto, what will happen? Kama iko na force you will drown. But spiritual rivers inakulift. Bwana Yesu asifiwe. Ya physical ukiingia kwa maji na uachwe kule, unless you swim and get to shore, you will drown. Kirushwa ndani ya bahari. Hata kama unajua kuogelea na wewe ni mpiga mbizi, kwa sababu ya ile mawimbi, kuna high chances ya wewe ku drown. But physical rivers, the more una swim na ndani yao ndio the more inakuinua. Bwana Yesu asifiwe. John 14:16 and 17. And I will pray to the Father, and he shall give you another helper. That he may abide with you. Remember what we were studying last week? He may abide with you and endelea kusoma. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he dwells with you and in you. Unasikia? For he dwells with you and he shall be in you. So the Holy Spirit is not just in you, he is also. And I explained that last week. Still explain in detail. Kwamba there are some people that the Holy Spirit is not with them, even though he is in them. Bwana Yesu asifiwe. So tunataka kuangalia now this baptism experience
the prophecy now being fulfilled. Ilitabiriwa Old Testament, Isaiah aliongea, Joel aliongea kuhusu hiyo. Yesu akakuja akaconfirm, akasema you will cast out demons, you will speak in new tongues. Si ndio? We now want to see it being manifested. Acts 2. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as they spirit moved them after. Aha, kama vile neno aliwapatia usemi. Bwana Yesu asifiwe. When we go forward, tutaangalia the difference between these tongues. Basi sitaki kuruka mbele. So, tunaona hapa wanapokea ile baptism experience. Kwamba they begin to speak in other tongues. Sasa kule mbele ndio tutaona the types of tongues. Bwana Yesu asifiwe. So the only evidence ambayo Biblia imetupatia ya mtu kujua kama mtu amebatizwa na Roho Mtakatifu ni kwa kunena kwa lugha. Because bila hiyo hatungejua kwamba wanafunzi wamejazwa na wamepokea hiyo ubatizo. Si ndio? Lakini the moment walianza kunena, watu wakaanza kusikia, watu wakaanza kukuja. Kwa sababu gani? Wamesikia lugha ambazo zilikuwa zina nenwa. Inamaanisha bila mtu kunena hatuwezi jua kama amebatizwa ama hajabatizwa. Sababu hii si kama ubatizo wa maji. Unajua ubatizo wa maji inaweza kuwa ulipiga picha na ukachukua video. Hapa ndio nilibatizwa kwa maji. So unaweza tupatie unionyeshe hapa ndio nilibatizwa kwa maji, kwa na evidence. Tunaweza ona kumbe hata kunaweza kuwa kuna witnesses. Walikuwa ukibati unasema hata pastor wangu alikuwa, hata msoa alikuwa, hata mke wangu alikuwa. But ubatizo ya Roho hatuwezi jua umepokea kama hiyo ndio the only ishara ambaye tumepatiwa na nani? Na neno. Sawa. Hiyo ndio ishara peke yake ambaye neno imetupatia kujua kwamba huyu mtu amepokea ubatizo wa Roho. Sawa. Lakini pale kwa kuokoka nimesema kwamba unapompokea Roho, unapompokea Yesu Kristo, unampokea pia Roho Mtakatifu, kwa sababu Yesu alisema nitawatumia Roho wangu, si ndio? Si umempokea Yesu Kristo, si Roho wake ameingia ndani yako, si ndio? Lakini sasa ule ubatizo hatuna evidence ya kujua kwamba mtu amepokea ubatizo. But when I hear that person speaking in other languages, nitasema mtu amekuwa ile ubatizo amepokea. Tuko sawa mpaka pale? So tunapokea aje hii ubatizo? Acts 10:44 pia tunaona wengine wakibatizwa. Soma hiyo 44-46. Mtu mwingine nisomee Acts 19:1-6, alafu niingie kwa bila tunavyompokea Roho ama tunapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. 10:44-46. While Peter was speaking those words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Wakati Petro bado alikuwa ananena, Roho Mtakatifu akawashukia wote ambao walisikia yale maneno na wakaanza kunena kwa lugha. Acts 10:44-46. Asante. Acts 19. 1-6. And it happened right Apollos was at Corinth, that Peter having passed through the upper region to Ephesus, and finding some disciples. He said to them, "You receive the Holy Spirit when you believe?" So they said to him, "We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit." Asante, usimamia hapo kwanza. So naweza mlipokea Roho Mtakatifu wakati mliamini. Wakati? Kumaanisha walikuwa wameokoka? Si ndio? Petro anawauliza mlipokea Roho Mtakatifu wakati
Mliamini. Si ndio? Kuamini nini? Sikumwamini Yesu Kristo. Kumaanisha hawa ni watu ambao walikuwa wameokoka, lakini ile baptism ndio walikuwa wakasema sisi hata tujaisikia, tujaitiwa kwamba kuna roho anaitwa Roho Mtakatifu. Unaona? So even though the Holy Spirit was inside them because waliamini na walikuwa wameokoka, but ile baptism walikuwa hawajapokea. Endelea kusoma. And he said to them, and to us, then were you baptized? So they said, into John's baptism. Unaona, akauliza sababu walikuwa wanataka kujua kama wamebatizwa na Roho. So akauliza, na ni ubatizo mgani mlipokea? Sikia hapo, anarudisha kwa ubatizo. Akauliza, na basi hebu niambieni mlipokea ubatizo gani? Wakasema sisi tulipokea ubatizo wa Yohana. Endelea. Then Paul said, John indeed baptized with a baptism of repentance, saying to the people that they should relent on him who will come after him, that is, on Christ Jesus. When they had this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spake with tongues and prophesied. Asante. So walikuwa hata baptism ambayo alikuwa amepokea ni ile ya repentance tu, si ndio? Ile ya John, si ndio? So now wanakuwa wanabatizwa now in the name of Jesus, sawa? Na sasa wanapokea ile baptism of also the baptism of the Spirit, which means that the baptism of the Spirit can also be received through laying on of, because tunaona pia Samaria wakati waliokoka bado Yohana na Petro walitumwa waende wafanye nini? Waekelee mikono wapokee nini? Ubatizo. Sababu walikuwa washaokoka. Filipo alikuwa ashafanya ile kazi. So there's one thing I want you to note. Wanaitwa disciples. Si ndio? 19 wa inasema walipatana na nani? So unasikia wanaitwa nani? Wanafunzi. So how do you receive this baptism? Sio ndio sasa swali kuu. Sababu nime-explain actually what the difference between the indwelling na the baptism. Nime-explain the baptism ni nini, how you get it, the manifestation that shows us you have it. So how do you receive it? Tunaipokea aje? Tumeona hapa. Paulo anawekelea mkono. Wakapokea. Petro kule. Najua watu walikuwa wote angeweza kuelekea kwa kunena neno wakapokea. Asante. Tunasema pale wote walipomwamini ndipo wakapokea Roho Mtakatifu. Asante. So yeah, that is what we are going to cover. So tunataka tuanze kwanza tuone the promises, zile ahadi ambazo ziko ndani ya neno, ambazo zinaahidi kwamba tutapokea hii ubatizo. Sawa? Luke 11:11 to 13. Luke 11:11 to 13.
a son asked for bread, Luke 11:11. 11 to 13. If a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? If then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask? Asante. So kama nyinyi ni waovu na mnajua kupeana karama nzuri nzuri ama zawadi nzuri nzuri, na sasa baba yetu ambaye ni mtakatifu atamnyima yoyote ambaye atamuomba Roho Mtakatifu? Hawezi, si ndio? Luke Acts 1, 4, 5 na 8. Seme 4 uruke 5 alafu ende 8. Usome 4 usome 5 alafu ende 8. And being assembled together with them, he commanded them both to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. I want you to note the word command. Nataka unote hiyo neno aliwa command. Nona? He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard in me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Soma 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me. And you shall be witnesses. Bwana Yesu asifiwe. The other reason ama purpose ya kupokea baptism ni kufanyika kuwa witness. Huwezi kufanyika kuwa witness kama una evidence. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi shuhudia kitu hauna kitu, huwezi kusema mimi nimeshuhudia kitu na una evidence. Si ndio? Ukisema nilishuhudia ajali, utasema ilikuwa aje? Utapatiana hiyo kisa yote mpaka mahali ajali ilifanyika sababu wewe ni mshuhuda. So in order for you to become a Christian, you just need to receive Jesus Christ. And you receive the Holy Spirit to dwell in you. But if you want to be made a witness, you also need to be baptized by the Holy Spirit. Utawezaje kushuhudia kwa watu kuhusu Yesu na kuhusu nguvu zake na hujapokea ubatizo wake? Kwa sababu kwa ubatizo wake unaweza pia wewe kumanifest zile nguvu. Sawa? So notice anawaambia you will become witnesses, mashahidi. Sasa unaweza enda ushuhudie, waambie mtu unajua wokovu ni mzuri. Kuna hii na hii na hii. Ni kweli, hebu nionyeshe, kuja nikuoneshe. Kuja nikuonjeshe power kidogo. Waweza asifiwe. Kama ni sicknesses kama ni naona because sasa wewe umefanyika kuwa shahidi. So it is different just being a Christian and being a witness. Acts 10 and sorry, Acts 5:32. And we are these witnesses, those things. And so also is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him. He has given to those who obey him. Whatever that also means that all the people must obey God. Yes, you must. Huwezi kuwa son of disobedience na unataka because not to receive the Holy Spirit, the baptism.
Because hii baptism anakuempower. Anakuempower na gifts. Anakuempower na power. So unataka Mungu akuempower na vitu na wewe mwenyewe si mwaminifu. Wewe mwenyewe haumfuati. Si tuenda kutumia zile gifts na ile power vibaya. Si ndio? And can it also, can you say that for you to receive the baptism of the Holy Spirit, you must be willing. Yes. You must act for it. Tunaelekea hapo. Ndio maana tunaanza polepole tukibuild, tukijenga. Sawa? So anawapatia wale ambao wanaitisha, si ndio? Anasema hakuna mwenye ataitisha kama nyinyi mnapatia watoto wenu karama nzuri, mbona Mungu asiwapatie Roho Mtakatifu mkiitisha? Si ndio? Tunakuja sasa step by step. Hiyo ilikuwa ni overview. Tunakuja step by step. Step 1. You must be a believer. Hiyo ni basic kwa kila mtu. So you must be a believer. Tusome John 14:16-17. Na tunajua believer ni nani according to Romans 10:9-10. Na John 1:7-9 inatuambia believer ni nani? 16 and 17. And I will pray the Father, Aha. and he will give you another, Mhm. that he may abide in you. Mhm. The Spirit of truth, whom the world cannot So the world cannot receive. Anyone who is in the world cannot. So you need to not be in the world to be in Christ Jesus. Si ndio? Na nimesema step ya kuitwa believer ni gani? Romans 10:9-10. Si ndio? Hiyo ni number 1, na pia tukisoma 1 John 7:9 nasema nini? 1 John 1:7-9. 1:7-9. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, but the truth is not in us. If we confess our sin, he is faithful and just to give us our sin. Asante. To give us our sin, to cleanse us from all unrighteousness. Asante. Lazima pia tuwe cleansed from all sin. Si ndio? Tumetakaswa kutokana na dhambi aina yoyote. Si ndio? Step 1, nani hapa sisi wote tumepita step 1, si ndio? Tumeokoka, we are cleansed, si ndio? Step 2, one must ask. One must ask. Mungu hata kupatia kitu hujaiti, hata kupatia sababu labda ameona unahitaji, lazima umwambie nahitaji. Si ndio? Matthew 5:6. Na mwingine anisomea Luke 11:11-13. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Asante. So kitu ingine pia ni lazima uko na desire. Una thirst, una desire, unasema mimi na desire hiki. Sababu kama una ask tu lakini ndani yako hautamani hiyo kitu. Unaona? Luke 11 nani ananisomea? Luke 11:11. The sun shall ask the rest of the people of you that are partners. Will he give him a stone? He has a fish, will he give him a serpent? Or will he ask and beg? Will they offer him a scorpion? If you then, being people, know how to give good gifts unto the children, how much more shall your heavenly Father
give the Holy Spirit. Asante. If you then, who are evil, know how to give good gifts, how much then will your Father who is in heaven give the Holy Spirit to those that ask? So lazima ukuwe na desire na pia uweze ku ask. Unajua unaweza kuwa unatamani kitu lakini uitishi, si ndio? Lakini ndani yako na unatamani. Haja ya moyo wangu Yesu tu, haja ya moyo wangu yeye tu. How does one ask? John 16:23. Unaitisha aje? Yesu tu, haja ya moyo wangu yeye tu, nachotaka niwe. And in that day you ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask in the Father, ask in the Father in my name, he will give you. Asante. So you ask the Father in the name of Jesus. You ask the Father in the name of Father, we declare that we love you. We declare an everlasting love for you. So you ask the Father in the name of Jesus. And then you ask in faith. Mark 11:22-25. Unaitisha kwa imani. We declare an everlasting love for you. Oh my Father, Father, I declare. Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you will receive them and you will have them. Aha, this is now the trick, or this is now the secret. You believe that you have received it, and then you will receive it. Bwana Yesu asifiwe. Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba kubatizwa na Roho wako. Na ninakushukuru kwa sababu ninaenda kubatizwa kwa sababu ninaamini kwamba kile ambacho nimeitisha umenipatia. So hauitishi kama mtu ambaye unaitisha, ni kama unajua, ukiniambia kesho, nikikwambia kesho kujia 1,000 kwangu, utakuja uniambie ile pesa ulikuwa umeniahidi, si ndio? Utakuja ukiwa confident. So kama Mungu amekuahidi kitu, mbona unakuja ukiwa sijui kama nitajaza? Unajua ni kama wengine wajazangu ni Bwana Yesu asifiwe. So unakuwa na ile because I believe. Na Biblia inasema whatever you believe you have received. So that is faith. Kwamba I am not asking hoping that nitapata kesho. I am asking believing that hapa siondoki hapa, sitoki hapa usiponibariki Baba, na omba kubarikiwa nawe, sitoki hapa usiponibariki. You believe that in that instant, in that moment, unaenda kupokea kile kitu ambacho umeitisha. Kwa nini? Acts 2:39 nasema nini? For this promise is to you, to your children, and to their children's children, and the many that are far off from Christ. Petro anaambia wale watu wameokoka kuhusu, anasema now repent and be baptized and receive the Holy Spirit. Alafu anaendelea kuambia nini? Kwamba hii ahadi ya kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu ni yenyu, one, na watoto wenyu, na kila mtu ambaye ataweza kumpokea Yesu Kristo. Hebu read it, let me read it. Acts 2:39 inasema, for the promise is to you, to your children, and to all that are far off, even as many as the Lord our God shall call. Kwamba hii ahadi ni yetu, ya watoto wetu, na hata wale ambao wajaokoka wako mbali watakuja kuokoka. For as many, wale wote ambao Bwana atawaita watapokea hiyo
ahadi. So hii ahadi si yako tu, ni mpaka ya watoto. So hata watoto wako wanafaa kuwa wamejazwa na wanabatizwa na Roho, wana speak in tongues. Bwana Yesu asifiwe. The promise is for you and your children. Kwanza naanzia kwako na watoto wako, alafu hata wale ambao hawajaokoka utaenda kuwahubiria kesho waokoke. Ahadi pia ni. So mbona ujidisqualify? Mbona wewe ujidisqualify na ahadi unasikia hata wale watu hawajaokoka bado ahadi ni ile ile. Step 3. Nimeenda na steps. Step 1, step 2, sasa tuko step 3. One must lift his voice. Lazima utafungua kinywa chako na uanze Roho Mtakatifu atakuja akushike voice cord. Ukue sasa unasikia ni kama unanyongwa, ndio wewe mwenyewe ukichagua kukaa silent hata kulazimisha. The thing that atafanya, atakupatia maneno, utasikia ni kama kuna maneno yanakuja, lakini atakufungua mdomo akwambie speak. So you must choose to open your mouth, and when the words begin to come, unaanza kuzinena. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu atakuja akushike akwambie sasa utabidi uongee. Bwana Yesu asifiwe. So anaweza kupatia maneno na wewe ukatae. Kuna najua ndio maana. Unaona? So it is not forcefully. Kuna watu baka anakuslap. Ongea. Sha. Wewe utakuwa unaitisha kwa imani. Sio unajua tayari utapokea. Tayari uko na imani. Shida ni gani? Tayari uko na imani, unajua hii kitu tunaenda kupokea. Sahi. Si ndio Banjeri? Alafu wakati unaitisha, ukisikia maneno yote inakuja, haijalishi kama ni Kizungu, Kiluya ama ni lugha ambayo ile kitu yote itakuja unene. So wakati naitisha, tulia, wakati naitisha Baba, naomba unijaze na Roho wako, na naamini kwamba naenda kupokea na ninaenda kuongea sasa hivi kwa imani. Alafu nisikie tu ndani yangu kuna maneno, nitaanza kuinena. Sababu hata salvation is by faith. Si ndio? Hata salvation ni by faith. So hata hii kupokea ni by faith. Au si ati lazima utasikia sasa neno sasa ndio haya maneno nena. Hapana. But it is very simple. Someone can lead you or you can lead yourself. Like for me, nakumbuka nilikuwa sijawahi pokea kubatizwa na Roho baada ya kuokoka. I think nilikaa almost 2 years. Hata watu wakiomba mimi nasikia tu ile tamaa, nashindwa kwani kuna watu wengine wanakuanga special. Hawa wanaenda tu wanaongea tu na mimi pale na struggle hata kuomba 30 minutes. Naona tu watu wanaenda tu. Tunaenda fasting now 5 days. Siku moja niliambia Mungu sasa mahali nimefikia itabidi unijaze. Nilimwambia sitoki hapa. Nikaanza kuomba, nikaambia Mungu sasa nijaze, na pia mimi nataka ikitoa watu si special. Biblia inasema kwamba you are not a respecter of persons, kwamba you do not favor anybody. Nakwambia tu wakati nilikuwa nikasikia maneno imekuja na ilikuja na nguvu. I spoke in tongues almost 3 hours. Ile mpaka sasa ni kama uncontrollably. Because nilikuwa nimemiss sana, nilikuwa natamani kitu sana, lakini hakuna mtu ashai ni direct akaniambia hivi ndio. So hiyo siku mimi nikaambia Mungu sasa leo mimi na wewe hapa. Kama unipatii basi hata mimi pia mimi mambo naachi. Hii mambo ya salvation kwani hawa watu ni special. And that's how I received. No one
prayed for me, no one laid hands on me, na nilipokea. Bwana Yesu asifiwe. So you must lift your voice, ndio? Tunakumbuka Isaiah 28 inasema kwamba I will speak to these people in another tongue, si ndio? Hata ukisoma Acts 2:4, they began to speak. See ati the Holy Spirit made them. Acts 2:4 inasema nini? Na wakaanza kunena. Si ati Roho Mtakatifu aliwalazimisha, ni hao wenyewe waliamua. So speaking in tongues is a personal choice. Naweza amua kunena, naweza kataa hata naweza kuwa naomba nasikia nafaa kunena na ndimi ni kama inakuja, lakini naweza ifungia. Kwa sababu ni my own personal. Niliwaambia the Holy Spirit is not a demon ati anakupossess. Lazima utanena. Ni wewe mwenyewe utachagua. Hata sasa nikitaka kunena sintanena. Si ndio? Sasa nikitaka kunena libera finanti alagis capradela. Si nimenena? Kulingana na kupenda kwangu. Bwana Yesu asifiwe. So itabidi ufungue mdomo na unene. Acts 10:46, they spoke. Unasikia, and they spoke. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ni step number 3. Nimesema wewe mwenyewe unafungua kinywa chako. Wewe mwenyewe wakati maneno inakuja, kwa imani unaanza kunena. Unajua kuna wengine wanasema na mbona sielewi maneno na nena. So wewe kwanza unataka uelewe hiyo maneno ndio ine. This is a heavenly language. You cannot understand it. Bwana Yesu asifiwe. Na usijali, unajua kuna wengine tena wanapima. Anasema na vile nasikianga ya pasta yangu ni riba. Na yangu inakuja ma. Sasa hii ma. Makasheke. Si watu watanichekelea. So anafungia kwa sababu anaogopa watu wengine wakisikia yake, labda yake anaona ni kama yake si original. Labda ya pasta yake ndio mwenye anasema riba shekete. Anasema hiyo ndio, mbona mimi yangu si kama ya? Haziwezi fanana. Hata kama saa zingine inaweza sound ni kama inafanana, lakini haiwezi fanana because maneno ni tofauti. So kuna mtu mwingine anaweza kuwa zinakuja unajua pia mtoto akiweza kufundisha kuongea sometimes si anaanzanga na maneno moja ama mbili. Mama, baba. So inaweza kuja tu reke useme mimi mtu mzima hivi nianze kusema reke. So wewe unaogopa vile watu watakuchukua. So unafungia, na ujui ungenena hiyo moja zingekuwa mbili. Unene hiyo mbili zikuwe 3 before you realize umepiga ma sentences na ma paragraphs. Bwana Yesu asifiwe. So wewe mwenyewe ndio unachagua willfully to speak. Lakini kazi ya Roho ni kukupatia nini? Maneno. Kwamba yale maneno unasikia tu yanakukuji. Yaani unasikia tu maneno tu inakuja. Ujui inatoka wapi lakini inakuja.